Mungu wetu yu mwema. Mungu wetu yu mwema. Mungu wetu yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Mungu wetu yu mwema. Mungu wetu yu mwema. Mungu wetu yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Wale wakanaka. Wale wakanaka. Wale wakanaka. Kanaka. Kanaka. Nichukue nafasi hii kukusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuko katikati ya mwezi wa 11. Tunaelekea mwezi wa 12. Asante Mungu aliyetuleta umbali huu kwa maana ya mwaka. Utukufu na sifa ni za kwake. Tunamrudishia yeye. Huu ni mwezi wa 11 Novemba. Nataka niseme nini? Nataka nikufundishe yale ambayo Mungu aliyapanda kwenye moyo wangu kwa miaka nenda miaka rudi. Wale ambao waliamini wakayachukua, yamkini amewasaidia kwa utukufu na kwa heshima ya Mungu Baba. Ni maarifa yanayompa mtu uwezo wa kujitawala, kutawala hisia zake, kutawala hofu, mashaka na kutawala mazingira yake. Leo nitakufundisha namna ya kusogea mbele ya Baba. Kusogea mbele ya Mungu huyo ambaye tumuoni kwa macho ni mtihani. Umewashinda macho wachungaji, maaskofu, mitume, manabii, wenye vitu wa vyama vya wamama, wenye vitu wa vyama vya vijana. Kumsogelea Mungu ni mtihani, kwa maana njia zake si kama za kwetu. Yeye Baba huwa anasema mambo ya mwisho tokea mwanzo. Naomba Mungu wa mbinguni akupe neema ya kuelewana na haya ambayo ndasema kwenye masikio yako kupitia Facebook, kupitia Instagram, kupitia Azam TV, ngamuzi cha Azam TV. Mungu Baba akupe kuyaelewa. Kama sawa sema sawa sawa. Afu na kuombea neema ya kunielewa. Na kuombea degree ya kunielewa. Maana pia kuelewa mambo ni ngumu. Na kuombea neema ya kunielewa, uwe kama na degree, uwe na kama na D3 ili unielewe katika jina la uwezo la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Ndio. Kwanza Biblia inasema huwezi kumkaribia Mungu pasipokuwa na kuamini kwamba yeye Mungu yupo. Bila imani huwezi. Bila imani huwezi. Bila kuamini kwa Mungu yupo huwezi. Huwezi. Lakini tuna ushahidi wa kiakili, wa kiimani kwamba Mungu yupo. Mungu yupo. Biblia inasema yule anayesema Mungu hayupo ni mpumbavu. Ni mpumbavu tu ndiye anasema Mungu yupo. Utaniuliza swali la kijinga, wewe mzee wako Mungu umekumwona wapi? Wewe una akili? Akili umekuiona? Akili umekuiona? Kwa sababu hujawahi kuiona akili, basi huna akili. Maana hakuna mtu leo na akili. Kama una akili unahadisiwa tu. Lakini hakuna mwana sayansi yoyote, msomi, mkulima, mfugaji aliona akili. Akili unayo. Sasa haina maana sababu hujawahi kuiona haipo. Wewe una uhai, una roho. Hiyo roho umekuiona. Sio moyo, roho umekuona. Sio ubongo, nasema akili umekuona. Kama jambo dogo ambalo liko ndani yako mwenyewe hujawahi kuliona, sembuse huyu Mungu.
Wanasema hii bahari ya Indian Atlantic Pacific, wanasayansi mambo yaliyoko ndani ya bahari wanayajua kwa 5% tu. 99 hakuna mtu yoyote anajua bahari inaishije. Kuna mangurumo baharini huko hawajui yanatoka wapi. Na kila siku duniani wanagundua samaki wapya 150 kila mwaka. Kila mwaka. Kama bahari tu, wanasayansi wa Marekani, Warusi, Wajerumani, wa China wameshinda kujua 10% hata 10 tu za mambo ya bahari. Sembuse huyu Mungu. Mungu huwezi kumjua kila hisi mpaka mwenye aje. Anasema hamwezi kuja kwangu mpaka nimewavuta. Hamji kwangu mpaka nimewavuta. Ili Nuhu ajenge safina, anasema Mungu alimpa neema. Anasema kitabu cha nabii Isaya, huyu ni Mungu alijificha. Njia zake si kama za kwako. Ndio. Sasa unapoenda kwa Mungu lazima uamini Mungu yupo. Na kuombea Novemba hii, Baba finyange imani ndani yako. Unaposikia maneno ya Mungu wahubiri wakihubiri mbalimbali, TV, kwenye mitandao, kwenye redio, naomba imani ianze kuumbika ndani yako. Maana imani huumbwa ndani ya mtu kwa njia ya kusikia maneno ya Mungu. Injili sio goshiwa. Injili sio chakatwa. Maana kuna injili watu wanachakata injili. Injili ya manabii hawa, manabii mitume wa uongo, wanachakata injili. Wanachakachua injili. Injili ambayo haijachakachuliwa, ukisikia unaona imani inaumbika ndani yako. Na kuombea Novemba hii, neema Baba kushukie, imani uumbike ndani yako, kwa sababu huwezi kumpendeza Mungu kama una imani na yeye. Huwezi. Ili uweze kumpendeza Mungu lazima uamini kwamba Adonai, Mungu wa Ibrahimu yuko. Lazima uamini Yesu alikufa kwa ajili yangu na alifuka kwa ajili yangu. Yuko hai. Kumeni kwa Mungu Baba akiniombea. Lazima uamini Mungu yupo, wa Ibrahimu yupo. Hasa unamwendeaje? Ukishakuwa na imani, unaanza kuabudu. Kitabu cha Yohana mlango wa 4, Yesu anatoa maelekezo. Tena anafichua siri za Mungu Baba. Anasema Mungu, hamtamwabudu Mungu Yerusalemu wala katika milima. Saa inakuja Baba ataabudiwa katika roho, maana yeye ni roho, na hao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho. Uwezi kumkabili Mungu hata akakusikia kinagaubaga ukiwa katika mwili huu wa nyama. Lazima uuvue mwili wa nyama. Kuamini, maarifa, kuabudu kuna kusaidia kuvua mwili wa nyama. Unayavua yote ya dunia. Mke, magari, nyumba, watoto, mume, yote yanaisha. Inabaki roho, inabaki Mungu na ukuu wake. Maana haya mambo ya dunia huaga vizuizi. Unaabudu, unawaza Kariakoo, unaabudu, unawaza Mwanza, unaabudu, unawaza. Sasa lazima uingie rohoni. Kwa njia gani? Kwa njia ya kuyataja matendo makuu ya Mungu Baba. Yesu mwalimu wa mlimani, aliyetenda makubwa katika maisha yake akiwa duniani, anatumegea siri. Anasema mnapoenda mbele za Baba msipayuke. Semeni mambo yanayotoka ndani ya moyo. Semeni mambo ambayo yana uzingatifu wa hali ya juu. Mambo ambayo mmeyatafakari kitambo. Msipayuke. Kutusaidia akaenda mbali zaidi. Sasa mnapoomba semeni Baba. Unakiri wewe ni sehemu ya Mungu kwa kumuita Baba. Unakiri wewe una ushirika na Mungu, unamuita Baba. Yuko wapi mbinguni? Nini? Jina lako litukuzwe. Anzeni kuabudu. Msianze kutaja matatizo yenu. Kule chini ndio tunasema kwanza ombeni mapenzi yake yatimizwe. Kwa maana Mungu wakati mwingine akupe unachoomba, anakupa unachohitaji. Rudia tena. Kuna wakati mwingine Mungu akupe unachoomba, anakupa unachohitaji. Kwa unashuka hapo chini baada ya kumtukuza, unasema mapenzi yako yatimizwe. Mimi ni udongo, wewe ni mfinyanzi, na nyenyekea.
Nivike Baba nila yako, niongoze wewe. Maana mimi siwezi kuona kama Mungu unavyoona. Duniani nilikuja ili kutimiza makusudi yako. Yeremia mlango wa 2. Mapenzi yako ya kunileta duniani, hapa Dar es Salaam, hapa Mwanza, hapa Mbeya, hapa Shinyanga, hapa Kenya Nairobi, hapa Ujerumani, yapate kutimizwa. Unajitiisha chini ya uongozi wake. Lakini pale juu umeanza kwanza kumwabudu. Baba, jina lako litukuzwe. Nataka nijenge nyumba nzuri ili jina lako litukuzwe. Nataka nipate watoto wa kike na wa kiume, wengine mapacha, ili jina lako litukuzwe. Nataka nimfanye biashara mkubwa, mwenye bidii, mwenye juhudi na maarifa, ili jina lako litukuzwe. Nataka nilime nyanya Ilula kule, nilime vitunguu Singida na alizeti, ili jina lako litukuzwe. Nataka nijenge kiwanda cha kusindika mafuta ya alizeti Kongwa Dodoma, ili jina lako litukuzwe. Nataka niende Amerika na Japan na China, ili jina lako litukuzwe. Mwanangu huyu nataka asome awe pilot, ili jina lako litukuzwe. Ni maongozi ya Yesu. Huko ni kumwabudu Mungu. Ni kuachilia hali yako ya ndani na kuvua mwili Mungu na mkabili. Anasema Daudi, njooni nyumbani mwake kwa kushukuru. Usiende kumpendeza Baba, unaanza kutaja matatizo yako. Baba, ni Mungu, nimechukua na maji ya upako usito kwa nani. Njooni nyumbani mwake kwa kushukuru, kwa kuimba na kuabudu. Barazani pake pa kuabudu. Nyumbani kushukuru, barazani pake naabudu. Unaabudu. Hivyo ndivyo wanafanya waganga wa kienyeji, washirikina, wanaozungumza na majini. Huwezi kwenda kwenye malango ya kuzimu. Huwezi kwenda kuzimu bila kuabudu. Lazima kwanza umwabudu shetani, ndio milango ya kuzimu inafunguka, unapeleka hoja zako. Na kwa Mungu hivyo hivyo, huwezi kwenda kwa Baba isipokuwa kuabudu, kushukuru, ndio milango ya mbingu inakufungukia. Ni Jumatano hii saa 10 jioni tutakuwa na ibada ya kusifu na kuabudu, itakayoeleza uzilisho wa Mungu kwenye maisha yako. Hasa wewe mwanafamilia. Ilikuwa Jumapili pamoja iliyopita, na wengine hamkuja. Wengine mlichelewa. Haya shime Jumatano hii. Taabudu nyumbani kwa Baba, na Baba anakwenda kujizilisha. Kama ninavyosema wakati wote, huu ni wakati ambapo vita vimekwisha, sema Bwana majeshi, na uovu umeachiliwa. Vita vimekwisha, uovu umeachiliwa. Ile milima inakwenda kushushwa na mabonde yanakwenda kuinuliwa. Baba anakwenda kuleta upepo wa kisulisuli. Mungu mkuu anakwenda kuandaa meza jangwani katikati ya watesi. Pembe yako inakwenda kutukuka. Mungu Baba anakwenda kuamuru makabila na mataifa kutumikia. Alisema Yakobo akivuka mto akiwa Ruzu, Baba navuka mto huu nikiwa maskini mwenye fimbo. Ukinibariki hapa Ruzu, nitajenga madhabahu ya kuabudu wewe. Ndio alisema Daudi mbele ya Goliath, ninakupiga leo ili dunia ijue katika nchi hii anaishi Mungu aliye hai. Waliposali wakati wa Hezekia, walipoabudu wazee wakati wa Sulemani, uwepo wa Baba ukashuka, hata makwani wakashuka kufanya ibada. Taratibu za ibada zikakoma, maana Baba alishuka wakati wa Hezekia. Alipofungua malango ya hekalu la Yerusalemu, uwepo wa Baba ukaja. Na Mungu anapokuangazia nuru zake kwa njia ya uwepo wake, kisukari kwenye mazao ya kiungu. Uhai unarejea kama taa. Ujana unarejea kama taa. Unakuwa mbali na kaburi. Mungu unaanza kuonekana kwenye maisha yako. Ndio. Ukitembea sana Marekani, unaona ule wa Amerika. Ukitembea Japani sana, unaona Ujapani ule. Ukaja Japani miaka 30-40, unaona Ujapani. Kadhalika, ukitembea na Mungu huyu, ule wa Adonai, ule wa Jehova Rafa, unaanza kudhihirishwa kwenye maisha yako. Na kila anayekuona anaona Mungu ndani yako. Magonjwa ya ajabu no. Maana Jehova Rafa anakuwa amekuatamia kwa nguvu na kwa uwezo wa damu inayoponya, damu ya Yesu. Unapotembea na Mungu, ndipo maneno ya kitabu cha Hesabu yanatimia juu yako. Hakuna uchawi unaofanikiwa kuwaondoa kwenye reli watu wa Mungu. Hakuna uchawi
utakaofanikiwa na kutweza utu wako. Hakuna uchawi utakofanikiwa kuvuruga familia yako. Nini? Maana Mungu aliye juu mbinguni wakati huo, kwa kuwa unayeabudu halali wala sinzii, akikulinda wewe na familia yako. Ni imani, nimesema kule mwanzo. Kama unaamini, pokea katika jina la Yesu. Kama unaamini, uwe sehemu ya haya maneno. Sisi watu ogope changamoto, hatuogope maisha, bali tunayaishi tukiamini ile ndani yetu ni mkuu kuliko aliye nje. Tunafanyaje? Na kwenda kuabudu. Ndio maana unasikia katika maandiko ilikuwa ni usiku wa manane, baada ya adha nyingi za mchana kutwa na kufezeshwa na kutwezwa, Paulo mtume na Sila ndani ya gereza walianza kuabudu. Na zile ibada na zile nyimbo, kuta zilianguka. Kuta zinakwenda kuanguka. Ibada ambayo tuliabudu Ijumaa iliyopita, kuta zinakwenda kuanguka. Tuliabudu mwezi wa 8, kuta zinakwenda kuanguka. Tuliabudu mwezi wa 7, kuta zinaanguka. Tuliabudu mwezi wa 6, kuta zinaanguka. Tuliabudu mwezi wa 8, mikatale inafunguka. Mikatale inafunguka. Ile mikatale, vifungo vinafunguka. Ile nguvu ya mauti yametufunga, ya giza, ya uchawi, ya mapepo yanafunguka. Ile hali ya watoto wapendi shule inawaacha. Ile hali ya watoto wapendi kusoma inawaacha. Ile hali ya uvivu wa kuchakalika kusumaisha inawaacha. Yale maroho ya ulevi na ukahaba, yale maroho ya uongo yanawaacha. Nini? Watu wa Mungu wameabudu, Baba ameshuka, neema inazilika, kuta zinaanguka sasa. Maana Mungu amekuja kutusaidia. Alisema Baba na Musa baada ya maombi mengi ya miaka zaidi ya 200. Sasa nimeshuka nipate kuwasaidia. Ijumaa tutaona uzilisho wa Mungu. Tukielekea tarehe 26 ya maombi yale maalum ambayo itakuwa tarehe 26 Jumatano, 27, 28 Alhamisi. 26 Jumatano, Alhamisi 27, Ijumaa 28 tutakuwa na mkesha wa kuvuka Jordan. Ule mkesha ambao tukufanya mwezi uliopita kwa sababu ya changamoto za kiusalama. Sasa utafanyika hiyo Jumaa ngapi? Tarehe 28. Saa 4 usiku tutaingia hapa. Tukabidi usiku saa 8 tumuite Baba. Yo katika jina la uwezo la Yesu Kristo. Tunakwenda kuinuliwa kwenda viwango vya zaidi. Mungu alimwambia Musa, Joshua awaambie Israeli, angalieni sanduku la agano la Baba limewatangulia. Kuangalia, kutazama, kuzingatia ahadi za Mungu uletaga kufunguliwa, uponyaji, uvukaji wa mto Jordan. Walipoangalia sanduku la Bwana la Mungu lenye amri 10 za Musa, fimbo ya Aaron isiyokauka, walipita mto Jordan kama wanapita mahali pakavu. Ndio. Kwa ushika sana haya. Shika sana. Na mitandao hii itazidi kutangaza. Lakini kama hata leo kusema namna kumwendea Mungu, imani, kuabudu. Kwa maana vikwazo vikubwa vya kuabudu viko 3 4. Cha kwanza, ufahamu mdogo kuhusu Mungu. Cha pili, kiburi. Kiburi cha uzima. Mimi siwezi kusifu mbaya. Cha tatu, nini tunasema dhambi. Dhambi pia huwa inatunyima kuabudu. Unapoabudu yale makosa kumbukumbu za uovu wako zinakuja. Kiburi, dhambi, kutokumfahamu Mungu. Vikwazo vya kuabudu. Ndio. Sasa kwenye dhambi unafanya nini? Kabla hujaabudu, anza kwanza kujitakasa na kuomba msamaha kwa Baba. Na baada hapo mwambie Mungu, maana azungamae dhambi zake na kuziacha, ndiye atakayefanikiwa. Basi tenda kama Daudi aliabudu bila kujua personality yake, na mbingu zikatikisika. Ndio. Kwa hiyo tutegemee, tuamini, tutarajie kitabu cha Mathayo 5 kuwa na uwezo wa Mungu. Nikutakia Novemba iliyo nzuri. Novemba iliyobarikiwa. Novemba yenye neema. Hakuna kuzuia kile ambacho Mungu amekusudia juu ya maisha yako. Neema iwe na wewe. Kila utendalo la halali uende ufanikiwe. Baba kuangazie nuru za uso wake, uingiapo tokapo nenda ukafanikiwe. Fahari ya jina lake Adonai iwe juu yake. Shoshoviri alam, shoshoviri dodol, bal elaha khaimeshiaka. Asante kunisikiliza. Mungu akubariki.